Na kadhalika nyinyi waume, kaeni na wake zenu nini? Kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu. Haleluya. Wakati wanawake wanazuiliwa kujipamba, wanaume nao wanazuiliwa kufanyaje? Wanaambiwa wafanyeje? Wawapende wake zao, na wanawake wawatii waume zao. Hiyo ni miongoni mwa mwenendo wa ndoa, mwenendo wa maisha. Usipokuwa mtii kwa mumeo, mume usipompenda mkeo, kitakachotokea huko ni bomu kutokea Irani. Litatua kwenye kambi tu, litatua kambi ya Marekani. Yani lazima pasipokuwa na utii, pasipokuwa na upendo. Haleluya. Na kijana uliyeoa lazima uonyeshe upendo kwa mkeo, ili yeye pia akutii. Kama utamwonyesha upendo, hata kutii. Kwa kila mtu hapo itakuwa mko vitani, mnapambana vita. Yeye anadai upendo, wewe unadai kutii. Nitii Bwana. Mungu amesema unitii, na anasema unipende. Umeona sasa hapo mchezo unapokuwa hivyo? Wewe mbona unamtii? Una adabu sasa. Wewe mwenyewe unipendi. Paulo anasema lazima pawepo kitu kama hicho. Umpende mkeo. Utakapomwonyesha upendo mke wako, naye atakutii kama mume wake. Haleluya. Lakini usipoonyesha upendo kijana, mke utamuona, utafanyaje? Mtaonana. Haleluya. Haleluya. Wanandoa wanajua. Ninapozungumza hapa mnaelewa. Pakikosa upendo, pakakosa utii. Huyu anasema mimi unipendi, wewe anasema mimi uniheshimu. Kwa hiyo pakikosa upendo, huyu hawezi kufanya kitu kwa huyu, kwa sababu tunafanya kitu, unamfanyia mkeo kwa sababu ya kumpenda. Anakuambia mbona wengine wanafanyaga wewe ufanyi? Na anataka aone wanavyopendwa wengine, na wewe umpende yeye. Mwisho mwao umetikisa kitu. Tulia uone. Utaoa wewe, utaona. Kama hauta mkeo atatembea katika hii kutii, na huyu akatembea katika upendo, vimeisha. Vimefanyaje? Hakutakuwa na heshima huko. Ni vita mura. Kwa hiyo anazungumza hivi, kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa hiyo kwa vijana ambao nyinyi mmeshaoa, ili udumu kwenye ndoa vizuri na mke wako akupende, lazima uwe na akili, usiwe mjinga. Ujue namna ya yaani ujue mke wako anafurahi wapi, ili aone una upendo wapi. Sisi hatuwezi kuhubiri kama wale wa kitchen party. Mimi nahubiri kitakatifu sasa. Amen. Haleluya. Lazima uwe na akili. Mungu akupe akili namna ya kuiendesha ndoa yako. Ukikosa akili, wafa. Wafanyaje? Wafa. Ukikosa akili, wanawake wanatakiwa kuishi. Ndio maana nasema umwambie Mungu, Bwana, ninapoamka asubuhi niongezea akili ya kukaa na huyu mama. Unacheza nini? Unajiongeza. Haleluya. Ukiona sisi tunaishi vizuri, maisha yanaendelea, akili inatumika, unajiongeza. Amina. Usiwe mjinga. Itakushinda ndoa ukiwa mjinga. Lazima uwe na akili, na hiyo akili inatoka kwa Bwana. Haleluya. Eti mzee wangu, bila akili tunaishi? Uishi.
au akili ya uongo eti kwamba umdanganye eti takupa. Nilisikia mhubiri mmoja anasema lazima ukae na mke wako kwa akili, umwambie nitakupa bilioni 5. Sasa bilioni 5 hata shilingi 5,000 huna. Unaingia tena akili ya kumpa bilioni 5. Wewe jinga, alafu liongo. Ukikosa kumpa atakutoa macho. Sio lazima umwambie hayo, ila kuna namna ambavyo unaweza ukaishi na mke. Haleluya. Na lazima umsome mke wako ni wa aina gani. Ni mpenda zawadi? Kila unapokuja unakuja na kazawadi umefungasha. Ukimletea zawadi pale basi hata mume wangu jamani, hata nataka ajue yani hata nataka haelewe chochote. Hata kama mtu akija kumletea umbea, umekaa umemfanyia nini kwa akili, umemletea zawadi, unajua mimi huyu mke wangu huyu. Ngoja niwaambie, sisi tuliooa tunajua wake zetu wanataka nini. Yani hiyo Mungu ametupa akili hiyo. Wale ambao mjao watulia hivyo hivyo, Mungu tunajua wake zetu wanataka nini. Kuna kitu kimpelekea na kwambia mimi kisipendaki, unapendaki hiki, unatafuta kingine, mpaka siku unakuja kushtuka unakikuta anachokipenda unamletea. Halafu vitu vingine vidogo dogo vinamfurahisha, anakuheshimu, anakupelekea mpaka maji kwenye unaenda kuoga, anakupelekea maji, vitu vidogo. Nasikilizaga kesi za wanandoa na shangaa, nacheka. Nasema huyu hajaniletea zawadi, hata pipi hajai kuniletea. Sasa kinachomgombanisha. Sasa na wewe umeshaelewa hiyo kodi, kaa nayo, ishi nayo hiyo kodi. Ukirudi unakuja na pipi. Haleluya. Ili muishi vizuri, uishi kwa akili, usiseme hata kila siku pipi. Utaisha, utamalizika. Wewe fanya anachojisikia. Amina. Kuna wakati mwingine unasikia mke, unaona kabisa wewe ni mwanaume kweli, unaweza ukamwambia kitu akakuelewa, lakini unaona sasa nikitumia ubabe hapa hatuendi. Wakati mwingine unatulia, unakuwa mdogo. Sio kwamba eti ukioa eti ndo unaleta ule ukulia nyumbani. Ukulia ubabe unaweza ukafanya huku nje, lakini kule hamna. Ongea vizuri nini. Watu wanaweza kukasirika, baadaye unatulia, unajua tutaharibu hapa. Unatulia, unaongea naye. Na kuna wakati mwingine anaweza akawa na mawazo, halali usiku, alafu anakuamsha wewe eti nimekuamsha tuongee wote tuongee. Sasa hizo wote tuongee. Mimi mwenzake nimepiga, ni bwana lala na wote, ila ananiamsha asema nimekuamsha tuongee. Saa 8 ya usiku hiyo. Sasa ukisema wewe usiniamshamshe bwana, mimi nimechoka, anaanza kuhesabu kidogo ili alinipendi. Unashangaa kesi zinakuja. Bwana asifiwe. Hiyo ndio inaitwa nini? Akili, jinsi ya kuishi nao. Na wao wanataka kweli akili iwepo. Haleluya. Akili iwepo. Unaishi nao. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinafanya mwanamke anaona kweli ni na mwanaume. Haleluya. Imetokea labda nyumbani unakaa, katokea nyoka, wote mnakimbia. Yaani baba, mama, wote mnakimbia. Hasema jamani, huyu mwanaume vipi? Hata kama muongo na mimi uvimbe kidogo, yani yuko wapi nyoka? Yuko wapi? Naona uko unapiga huku na rudi kidogo. Kwa sababu wote wanakuwa nyuma yako. Lakini wote wakikimbia, mama nenda kamchukulie, yuko pale. Sasa kumbe nina mwanamke hapa. Una vitu vingine lazima unaishi nayo wewe. Kama juzi hapa palitokea nyoka nyumbani. Wakakimbia wale nyoka jamani. Mimi ndio nikatoka sasa pale, mwanaume na fimbo. Yuko wapi? Nikamuona. Wote wako ndani kule, wote wamejificha, wako sebleni. Mimi ndio niko nje, nikampiga nikamuua. Naambia jamani, nimemuua, njoo muone. Hamna.
wanaogopa wote. Nikamtoa, nikaenda nikaonaje. Ukirudi ndani sasa. Ikitokea tu menda sasa. Baba mende huyo. Kimbiza mende huyo. Usimwambie usinitume bwana. Wewe hadi mende unashindwa kumuua. Bwana. Unaenda unamuua. Ukishamuua mnarudi mnapiga story. Kwa akili tu hizo ndogo ndogo zinamfanya mwanamke hakuone wa maana. Hakuone nina mwanaume ndani. Nasikia ametikia ule aliyeolewa juzi. Unajiongeza. Amina. Unafanyaje? Unajiongeza. Haleluya. Lazima ujiongeze mwenendo hadi kwenye ndoa. Haleluya. Hadi kwenye ndoa mwenendo. Amina. Umesikia kumekurupuka huko, kama kuna mtu anatembea atakuamsha wewe. Baba nani? Nimesikia kuna kitu kinatembea. Mama nenda kachukue kwanza uone. Mimi natafuta kishoka hapa. Amna, unadega wewe. Unatoka nje. Wakati mwingine anatoka nje anafungua. Asema usitoke bwana. Isije kama kuna mtu amejificha. Naambia amna. Mimi natoka. Mimi mwanaume bwana. Toka kule nazunguka. Lakini moyoni na mimi nakuwa naogopa. Wewe si mtu wala si mwanadamu eti. Wewe ni mwanadamu, kwani wewe chuma? Wewe sio chuma, ila kuna vitu lazima uvifanye mbele ya mkeo akuheshimu. Akuone wewe mtu wa maana. Ajisifie, ajisifu. Haleluya. Amina. Nanielewa watu wa Mungu. Wakati mwingine mnawatoa mpaka wake zenu. Unawapeleka mahali kule ambako wewe unajua hajawahi ingia kule. Haleluya. Unapambana kule, unamwaga hata zege. Unapiga kazi, siku unapiga mzigo mpaka mgongo unataka kupinda. Unapata hela unanao, unamwambia mke wangu leo tunatoka. Tunafanyaje? Tunatoka. Tunaenda wapi? Tulia tu, tunatoka. Utapaona. Unaenda naye pale, mnaingia, anashangaa hiyo hoteli inasema kama nimepiga kazi leo. Twende huko. Anakula, anashiba, mnaongea maneno mawili matatu. Na nini? Unamuuliza vipi? Vitu gani ambavyo unaonaga mimi sifanye vizuri? Unaona mnazungumza, mnatoka pale, mnacheka, mnapiga na makofi pale ya mkono, unamshika. Hata kama mmekuja, yani wewe hata basikeli hujapaki nje, watu wamepaki magari, lakini vile utakavyokuwa unamuonyesha mke wako na nini, natoka pale, ile inampa ujasiri. Anaona yani wewe umesheheni magari na kila kitu, japokuwa mmekuja kwa nini. Kuna vitu vingine lazima mfanye kwa akili. Mliooa, vijana mliooa, changamka. Haleluya. Fanyeni nini? Changamka. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine wanawake hawa huwa wanapenda ukipata mshahara uwapelekee. Bwana hesabu hapo. Auone hesabu hapo. Akiwa na hesabu panga basi, pangilia vitu viende. Lakini ukiminya kingine kibindoni, taratibu ndio shida inaanza. Shida inaanza. Pelekea mke. Ukishaona mke zimemtosha nyingine unatulia nazo kimya. Amina. Sasa wakati mwingine huwa anacheka sana. Hii sasa ni siri yangu. Yaro akuta hapa nimempa hela. Si ndio? Nimempa hela. Alafu namwambia, hebu toa hiyo hela tufanye kitu fulani. Sasa najua naona hela nyingine huko. Anakwambia, sasa nitatunza hela mpaka lini? Katakuwa lini na kukatunza? Toa hicho ulicho nacho hapo. Kwa hiyo unakuta ili afurahi na yeye, sasa unaingia kwenye simu yako unalipia.
kale anaendelea kukatunza. Anapokaona kaela na nini, kanampa matumaini kwamba tunaishi duniani, hatutakufa. Haleluya. Mimi nadanganya mtu wa Mungu? Yaani unampa akaweke kale, hata kama ni 200,000 mzee, akiwa anaenda anaichungulia, bado anajua tunaishi, bado anajua njaa itatuua, bado anajua tuko vizuri. Lakini akikosa hela yoyote chochote, ndio unaweza ukampa kanunue nyanya, ananunua za 400, 100 anatunza, kwa sababu mwanamke yeye ni mweka hazina wa ndoa. Haleluya. Muda umeisha. Amina. Kwa hiyo imekuwa faida kwenu nyinyi ambao mjaoa, mtakapooa msije mkaniletea kesi ambazo nimekufundisha leo. Sawa? Usiniletee kesi ambazo, na ni vitu vidogodogo tu ndio vinavyoharibu ndoa. Kutokuwa na akili tu. Mwanaume kutokuwa na akili basi. Lakini ukishakuwa na akili, na akaona una akili safi, Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Na kujiongeza, sema kujiongeza. Kujiongeza. Mimi siwafichi. Mimi mke wangu, kwanza niwape ushuhuda kidogo. Mimi sijasoma, au sio bwana? Mimi nimeishia darasa la ngapi? Form 2, na nilikimbia nikarudi nyumbani. Lakini sikushauri wewe ukimbie shule. Najua madhara ya kukimbia shule. Mpaka Yesu aje kuone, mpaka aliponiona leo, wewe ujui tu. Amina. Wewe soma tu. Nikakimbia. Nikawa kanisani nafanya huduma na nini. Sasa siku moja nimeenda kanisa fulani hivi, ndio nikakutana na huyo mama yenu mchungaji. Yeye amesoma, ni msomi, ana kampuni, anafanya mambo ya video na nini. Sasa na mimi kwa sana nataka, nimeshaona natakiwa nimuoe. Yaani akiona umebadilisha shati tunajua huyu amebadilisha nguo. Lakini suruali ni ile ile. Na kiatu fulani cha kupangusa nikitembea kidogo natulia chini na pangusa. Na kinang'aa hivi najiona. Bwana tusaidie sana. Na wakati unajua wanaume bwana, kwa asili ndio maana wanahitaji msaada wa wanawake. Wanaume kwa asili sio wasafi. Yaani anaweza akaona unamuona kama ana mke, unaweza ukamwona amevaa vizuri hivi. Si umemwona hivi? Lakini boxer yake ya ndani inanuka. Mimi nawaambia ukweli. Ukweli kabisa. Yaani tunapokuwa na tumeoa ndio tunafuliwa, sio bwana? Tunakuwa wasafi na nini. Lakini nje ya hapo anaweza akapiga boxer, akapiga mara 3. Tena huyo nimempendelea mara 3. Leo, kesho na kesho kutwa. Akiona kana karibia kunuka, anasema nitatia aibu, anafua. Ila ukioa ni maramo, unavaa, anaweka hapo, anafua. Ukisema nirudie, mnaanza ataki. Mimi ndio nafua, niache nifue. Umeona? Sasa nikawa nimekula zangu safi, nimetulia. Mtumishi wa Bwana. Suruali ile ilikuwa sifui mara kwa mara, kwa sababu ilikuwa ni nyeusi, na pangusa tu. Nachukua kitambaa. Usijifanye kama hujui, na ulikuwemo kwenye hicho chama. Unaipiga deki yani. Unaipiga deki ikiwa mwilini yani. Inang'aa. Sasa nilipokuwa naye, yeye anafanya mambo ya video. Na mimi ili nionekane sasa ni mwanaume, hata kama sina shule, nikaanza kuwa mtu. Kwa sababu nilikuwa zamani nilikuwa msela huko, na watu na shoot mambo ya video nini, sijaokoka, msanii, unajua nikasema huyu mama mlokole huyu, ngoja sasa nimuonyeshe kama mimi pia wanaita wasimamizi, director. Ngoja nimuonyeshe kama nini. Hiyo ndio sasa ndio akili, ili aingie akilini, yani yeye akuingize kwenye akili yake.
na director bwana. Hatujakaa vizuri, nilipokutana nikamwambia mama, nakuletea wataalamu. Nilikuwa na marafiki zangu wanafanya mambo ya kidunia, movie nini, nikaongea nao vizuri sana, nikawaleta, nikamuunganisha naye, akaanza kufanya kazi kubwa. Akaanza kuniangalia, akasema sasa director. Na mimi sasa nafanya kazi, wao wanafanya kazi za kanisa kule kanisa la TAG. Wana madrone, wamesimamisha madrone manini, wana shoot, na mimi nakuwa natembea, yaani kama msimamizi. Vingine sijui, lakini umo nitajua hiyo. Ukipata nafasi muulize. Nikawa natembea vile crane, sijui namna kuliendesha, lakini kama najua kwa sababu nimewaleta mimi. Hapo kwa sababu nimewaleta mimi ndio natembea, ni kama sema huyu lazima ataelewa tu. Amina. Haleluya. Nikawa najiongeza hivyo. Halipotokea mtu wa benki akataka kunipora, mtu msomi wa benki akataka kufanyaje? Kunipora. Lakini pamoja na kujituma, nilikuwa najituma sana. Nilikuwa asubuhi akiamka namtumia neno la asubuhi kwenye Biblia, jana nampa neno, jioni nampa neno. Hatuongei ila natuma neno la asubuhi, na Mungu alinijalia kunipa hiyo neema. Najua neno la asubuhi tena mapya, sio lile mapya natuma. Walipokuja mtu wa benki akawa hatumi maandiko, umeelewa? Lakini hatumi maandiko. Kwa hiyo katika kuchuja kwake akaja akaona aliyeokoka ni huyu ambaye hajasoma. Ndio nikawa hivyo, ndio nikaoa. Amina. Nilipooa wale waliokuwa kanisani pale wakasema, basi mama alikuwa yuko vizuri, anajiweza, anaendesha gari nini safi, na kipindi hicho vya wokovu vile vya utakatifu alikuwa hana. Kwa hiyo anang'aa, ananukia perfume, mpaka mimi nilikuwa nauita moshi, akipita saa nimeusikia moshi. Kwa hiyo mpaka wewe umewezaje kumwoa huyu mama? Kwanza aongeaje yani kanisani, akitoka ni kwenye gari anaondoka, wewe umewezaje? Nilikuwa jasiri. Amina. Nilikuwa nini? Na hicho ndio kinachonisaidia. Lazima uwe jasiri. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana ukiwa na Mungu. Amen. Basi na mimi sasa baada ya kufunga ndoa sasa nikawa director mwenyewe. Sasa nikafika pale nikakuta kuna wafanyakazi wameajiriwa wawili, walikuwa wanafanya editing na nini pale nyumbani pale. Nikasema okay, nikatulia zangu, nikaangalia wanafanyaje, nikaona wanavyofanya, nikamwambia mke wangu, kila kitu najua sasa hivi. Akasema unajuaje wewe? Akanipa kompyuta bwana, nikaanza kupanga nafanya hivi, nikaanza kutengeneza mpaka makava. Kwanza nilianza kutengeneza makava ya makomando yale kwanza, baadaye nikaanza kutengeneza makava ya harusi na nini. Akaanza kusema mbona unaweza? Nikamwambia hawana kazi sasa hivi, mimi nipe kazi zote hizi. Umeona sasa, unakaa kwa akili. Baada ya hapo nikaanza kufanya kazi zote, nikampa akitutengeneze vipeperushi. Tunatoka, yeye anaendesha gari, mimi sijui kuendesha gari. Tunazunguka kwenye vikao vya harusi, mimi nikishuka pale ndio naenda kutafuta kazi, nagawa vipeperushi bila aibu. Jamani, saizi mwenyekiti, samahani sana, mimi na hivi. Akasema safi. Mpaka leo. Amena. Mpaka unaangalia ni wapi ambako mke wako ana udhaifu, utumia akili akae sawa. Umesikia vijana? Nimegusia kidogo kwenye ndoa, mmenielewa. Usio kasema ngoja niwe kama nipate bahati kama ya Pastor Obedi. Una akili? Una akili? Akili unayo? Bwana atusaidie sana. Na hiyo akili hata Mungu anahitaji aitumie
katika kazi yake. Haleluya. Mungu anahitaji pia akili aitumie katika kazi yake. Baada ya kusema hayo, muda wangu umekwisha, saa 5:05. Japokuwa mtumishi hajaniambia nimalize, amenogewa na yeye, basi tumemalizia hapo. Mungu awabariki. Tukipata muda tutaendelea. Tumeishia mambo mangapi? Matatu. Kwa hiyo bado mambo mangapi? 9. Mambo matatu. Muda wangu umeisha, masaa 2. Naomba tusimame na Mungu awabariki sana. Nimewapa historia yangu kidogo, namna ambavyo nilipata neema kutoka kwa Bwana. Basi wacha tumshukuru Mungu. Niombe kwa ajili ya mambo haya matatu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu nimelinena, lakini tumekuwa na mambo mengi ambayo tumetiana moyo, tumeshauriana usiku wa leo. Bwana Yesu, kama vile mtume Paulo alivyosema akimwambia Timotheo ya kwamba awe katika mwenendo kielelezo, akamwambia tena atembee katika mwenendo, katika maneno ya katika usemi. Bwana, tazama mambo haya matatu ambayo nimeyaleta katika mioyo ya watoto wako. Ninaomba Bwana wakayavae, yakaishi kwao, wakawe vielelezo katika maisha yao. Wanandoa wakawe vielelezo katika ndoa zao, wakae na wake zao kwa akili, na wake zao wakawapende na wakawaheshimu. Baba, nakushukuru katika yote, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mungu awabariki. Basi nimkaribishe anaendelea, na Mungu awabariki sana.